watakamilisha training yake. My friend, hiyo dunia itakugeukia, inakuwa inakutaka yote. Juzi nimeona wengine wanaokota nyayo za pasta wao akipita. Watu wanafuata ati itakubadilishia maisha. Mambo hayo, hiyo ni utoto wa samani. Hiyo ni upumbavu iliyopita. Ukijua Roho Mtakatifu wa Mungu, hiyo kwanza umemdharau Roho wa Mungu sana. Umemfanya kuwe ni mchanga ya mguu yako. Ati Paulo walipita mahali uvuli ikaponya watu. Hiyo ilikuwa ni watu, uelewa wa watu tulisababisha hiyo. Enzi ya kitambaa ilikuwa ni uelewa wa watu ndio ilikuwa hapo. Sasa sio enzi ya kitambaa. Sasa sio enzi ya mchanga. Mchanga unaweza ichukua ukavunja vitu ambazo vimefunga mchanga kukubariki. Unaweza chukua mchanga ukaiombea, ukavunja vitu ambazo zinakufunga kwa hiyo mchanga. Lakini sio Roho Mtakatifu wa Mungu ati yakue kwa mchanga. The Holy Spirit is in you. Na wakati Roho wa Mungu wako ndani yako, ni sawasawa na Mungu kukua ndani yako. Kama haujanielewa, acha nikufafanulie kiundani. Hebu nisomee Wakolosai tunapoenda kumalizia. Wakolosai mlango wake ni wa kwanza mstari wa 19. Nataka nikufafanulie sasa in plain sight kwa sababu sina masaa. Kile utakachokielewa ni upon you, maana mimi nimefikisha ujumbe. Yule atakayeelewa, maana Mungu aliniambia kuna wale wataelewa leo na kuna wale watakuja kuelewa huko mbeleni. Ndio maana nilikwambia uandike. Inasema for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Hebu soma kwa lugha ya nyumbani. Imana yahimbawe kunengesera kwayo. Dusome mu izina rya Yesu. Abakolosai igice cya mbere umurongo wa 19. Aravuga ngo kuko Imana yahimbawe kunengesera kwayo kose kuba muri we. Kwa maana ilimpendeza Mungu, ukamilifu wa Mungu iishi ndani yake. Ilimpendeza nani? Ilimpendeza Mungu, ukamilifu wote wa Mungu ikae juu ya Kristo. Naye Kristo alipokuwa akiondoka, Biblia inasema akasema, akawaambia wanafunzi wake, yale yote ambayo Mungu amenipatia nimewapa na nyinyi, ili mahali na mimi nilipo nanyi muwepo. Mumenielewa? Kitu cha kwanza, ukamilifu wa Mungu umeingia ndani ya Kristo. Ukamilifu wa Mungu umeingia ndani ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Sasa Kristo amejaa Mungu kamili. Kristo yuzuye umana. Alipokuwa akiondoka, akawaambia wanafunzi wake, yale yote ambayo Mungu amenipa, yale yote amenijaza. Mojawapo ikiwa ukamilifu wa Mungu, ninawapa ninyi. Akaimimina yote wapi? Akamimina ile yote alipewa, akaenda akiwa empty. Yale yote amefanya nini? Ametuachia sisi tutembee naye. Sasa mchanga inakusaidia na nini?
Kitambaa inakusaidia na nini? Unaambiwa unapigwa kofi inakusaidia na nini? You must understand the Holy Spirit. Ukishajua kwamba ukamilifu wa Mungu uko ndani yangu, unatingisha kichwa kama ile ng'ombe imenona, imeshiba nyasi. Haleluya. Umeifundisha mikono yangu vita, nikaupenda upinde wa shaba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya yamefichwa, lakini kwa Mungu wale wake wamefunuliwa. Sema Yesu apewe sifa. Sipigie Yesu makofi. Sipigie Yesu makofi. Oh, haleluya. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo sio makofi ambayo Yesu anahitaji kwa saa hii. Hayo sio mashi Yesu akenena. Haleluya. Haleluya. Ukijua ukweli, umenye ukuri na ukuu ulio ndani ya Kristo, na ukajua yote uliachiwa wewe, ndugu yangu, utajua kwa nini Daudi alisema umenilaza kwenye majani mabichi. Lakini lazima upitie training. Kwa wakati Mungu anakutrain, ni lazima ujipeane kikamilifu. Tusimame. Kuna wimbo napenda ya Kimasai lakini ya mjui, wanasema kirobu wa amuginoriro ingomwangalia emero yuhaigana. Yani tumefufuka sasa, kwa sababu ndani yetu tumepata chemichemi za maji ambayo haiwezi kauka. Haleluya. Basi sitaki kusema mambo mengi, kwa sababu nilifundishwa na mwalimu wangu, akaniambia a good dancer knows the time to leave the floor. Nikikuambia zaidi ya hapo utaanza kuchanganyikiwa. Tusimame wote, nataka useme kirobo naria gulu. Sema hivyo, sema kirobo naria gulu. Sema kirobo naria gulu. Kirobo naria gulu. Sema tena kirobo naria gulu. Kirobo naria gulu. Yani Mungu anasema kwamba, yani hiyo ni wimbo inasema kwamba tumeongezeka tukapata nguvu zaidi. Walidhani tunaisha, sisi tukaongezeka tukapata nguvu zaidi. Haleluya. Ni wangapi wanasema Kristo ni Bwana? Haleluya. Haleluya. Ni wangapi wanasema kwamba I just want to be filled by the fullness of God in me? Ni wangapi wanasema ninahitaji kumwelewa Mungu zaidi? Ni wangapi wanasema ninahitaji kumwelewa Mungu zaidi? Zaidi, zaidi, nijue Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Haleluya. Umjue Yesu zaidi zaidi. Haleluya. Inua mikono yako nikuombee neema. Father, in the name of Jesus, I bless your name for your good. I thank you for there is no one like you. I bless you because of Yeshua HaMashiach. I thank you because of your fullness that has come upon your people.
I thank you because of your spirit that has revealed itself to your people. I thank you because of the Holy Spirit. I thank you because of the power of the Holy Spirit. I thank you because there is no one like you. I thank you because of the love that you have shown me. From the beginning you have shown me your love. Even you gave me your breath, that I may breathe like a God. You have given me power, that I may have power like a God. I have power against any spirit. I have power against all the obstacles. I have power against everything that can stand against me. Chochote kinachoweza kusimama kinyume changu, nimepewa uwezo kuiondoa. Nimepewa uwezo kubadilisha dunia hii. Inaweza nikasema siku ya leo mvua isinyeshe na ikatii. Naweza nikasema mvua inyeshe na ikatii, maana ndani yangu anakaa Mungu. Maandiko inasema wakati ambapo Belteshaza Nebukadneza alipotazama kwenye moto, kwenye tanuri ya moto, akaona watu wanne, akasema, ona naona wana kama wa Mungu, ona naona mtu kama miungu akitembea katikati yao, maana moto iliacha kuwateketeza. Baba yangu wa mbinguni, watu hawa ambao tumesimama mbele yao, hakuna moto itakayowateketeza, hakuna moto inayokuja itakayowateketeza. Haijalishi economy inayumbayumba, labda kuna vita inayosababisha kwamba mifungo ianze kukauka kwa sababu fedha inaanza kukosekana, lakini watu hawa hawatachomeka, watu hawa hawataona shida, watu hawa hawataona uchungu, watu hawa hawataumia, maana Roho wako wako ndani yao. Wewe ni Mungu unayetawala, wewe ni Mungu mkuu, hakuna aliye kama wewe. Uinuliwe na utukuzwe, ubarikiwe na upewe sifa, Bwana wa mabwana, kama vile ambavyo neno lilitoka kwenye kinywa cha Nebukadneza, akasema ya kwamba miungu inakaa ndani ya Danieli. Hivyo ndivyo ikawa kwa watu hawa. Wacha watu wakaseme ya kwamba miungu inakaa ndani yao, wacha wakaonekane wakiwaza kama Mungu, wakifikiria kama miungu. Hata dunia yote ikasema kama fulani hatakuwa katika meeting hii, basi hatutaenda. Ni kwa sababu Roho wa Mungu amekaa jina kuu na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wako wewe ni mtamu Kama kuna mtu mgonjwa kuja hapa haraka haraka. Kama kuna mtu mgonjwa, una ugonjwa unakusumbua, wewe njoo hapa haraka. Azipokee tusaida shuma. Kama kuna mtu mgonjwa, napeana nafasi ya wagonjwa. Kama kuna mtu mgonjwa, unasikia hauwezi, unasikia kuna tatizo inakukalia, I just want you to come here. Kuja tukuombee. Kama hakuna, kama kuna mtu mgonjwa na unajua kuna ugonjwa umekutatiza, kama unajua kuna ugonjwa umekukalia, kama kuna shida unajua imekukalia inayohusu mwili wako, wewe njoo hapa tukuombee. I know that the Holy Spirit is going to do something. Inajua Roho wa Mungu anaenda kufanya kitu. Shika mahali inakuuma.
Shika mahali inakuuma, shika tu kwa mkono ukiwa na imani, ukijua kwamba Mungu hakuna kitu ambayo hawezi, ukijua ya kwamba yote inawezekana kwa imani, ukijua Roho wa Mungu aliye ndani yako ana uwezo wa kuondoa hiyo ugonjwa. Kama unasikia kwamba unahitaji chochote kile, wewe shika mahali ambapo inasikia inakuuma, mahali ambapo inakutatiza. Inajua kwamba utatoka sehemu hii, hiyo ugonjwa hautawahi kusikia tena, kwa sababu Roho wa Mungu ako tayari kuponya watu. Ni kwa mara yangu ya kwanza kuita watu wagonjwa, asiwezi kujua ni kwa nini nimewaita, lakini nimewaita kwa sababu ya msukumo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Ijapokuwa masaa imeenda sana, lakini Roho wa Mungu hapatiwi masaa, wala hawezi akapimiwa masaa. Anaachilia nguvu zake akakuponya. Shika mahali panakuuma kwa mkono wako wa kulia, kwenye mkono wako wa kuume, kwenye mkono wako wa kuume, the right hand. Shikilia. Wakati ambapo waimbaji wanaimba hiyo wimbo, basi Israeli pamoja na Ai watawekelea mikono, na ninajua kwamba Mungu ataka kufanya jambo. Wekelewa mikono kwa haraka tu, ninajua pingu zote zitaenda kukatika. Father, in the name of Jesus, Raito yenta la masdaito leyente lukus mahali lahada yete shaka yete nede jeta lama yako shoroma hina yete yaka la sada yako togoni ya mfai yete yende lesenisha yete la kanda shabana selekinida vita yaka la romani vita yoko na masaya. Kila aina ya vita inayokuja kwa njia ya magonjwa, Baba, tunaivunja kupitia madhabahu hii kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba, kwenye madhabahu hii Mungu wetu, kuna watu wanakesha wakiomba, kuna watu wanakesha wakilia katika madhabahu hii. Waimbaji wanakuimbianga katika madhabahu hii, neno la kweli linahubiriwa. Sasa kupitia nguvu hizo ambazo ni za ufanyaji, Baba, mikono ya watumishi wako inapoenda juu ya nyuso zao, inapoenda juu ya mikono yao, inapoenda juu ya mabega yao, kwa maana Roho wako Mtakatifu akaachilia nguvu, akaachilia nguvu, akaachilia nguvu, akaachilia nguvu, akaachilia nguvu kwa jina la Yesu Bwana wa Mungu aliye hai. Nilinde katama ya papa ya kalmayo alege sheka haraya elete yako matayo aliyokolongoza iende rebesaya aliyosaka ya kande maroho yote inayowakatisha, inayokalia roho, inayoshika tumbo, inayoshika kichwa, inayoshika miguu, inayoshika mikono, tunaivuta, tunaharibu. Inayoshika macho, tunavuta, tunaharibu, tunaisambaratisha kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. In the name of Jesus.
Amen.